Ikiwa ni siku ya Jumapili ambako watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania na dunia kwa ujumla wanasherehekea na kufurahia sikukuu ya Pasaka. Mjini Kigoma katika eneo la Katubuka mambo yameenda tofauti. Na hii ni baada ya mvua kubwa kunyesha siku ya hii leo na kusababisha wakazi wa eneo la Katubuka kuyakimbia makazi yao, huku ikisemekana kuwa zaidi ya kaya 50 basi huenda zikakosa makazi. Sisi tunataka kufanya sawa, tunataka tuanze kuchimba mtaro kuelekea maji ya poti, ili serikali ione kwamba kweli na sisi tunaumia. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kwa leo tunachokifikiria leo, tunataka kuchukua mizigo twende tuvunje shule ya poti, tukae na wanafamilia yetu, tukae labda serikali katuona, kwa sababu haituangalii wala haitambui kwamba sisi ni wahanga wa mali. Mimi naitwa Mama Halima Masudi Bandua. Ni mkazi wa hapa kata ya Katubuka, na miaka 32 hapa tangu nimekaa hapa. Ilikuwepo maji yalikuwa yanaishia kule kabisa. Miaka yote nakwambia na 32. Lakini sasa hii changamoto, tangu wa China wametengeneza hii barabara, mitaro yote ya mji wote imeelekezwa hapa. Sasa hapa pamesha kuwa kama sahani. Na sahani kama likiwa halina shimo, maji yanasambaa. Matokeo yake ndio haya maji yanasambaa yanatuathiri. Sasa hivi yamevuka. Leo yametoboa njia sehemu 3 kutoka Bwawani. Yanakatiza, yameenda mpaka mitaa ya 3 kule. Ukienda kule nyuma maji yamekuwa kama bwawa. Yanafika hapa kwenye magoti. Sasa nashangai serikali tangu mwaka jana 2023 mchoro lichoro wa China kwamba maji yaelekezwe mto Mungonya. Mpaka dakika hii ni kimya. Hakuna kinachoendelea. Matokeo yake mpaka sasa hivi tunaathirika. Sasa hii serikali gani? Na tunajua ni serikali sikivu. Sasa kwa nini kama ni sikivu, kwa nini zisitekeleze? Mpaka namna hii tunaathirika. Si tuko wapi watu wa Kigoma? Tunahesabiwa ni wakimbizi au watu gani? Au sisi sio wa Tanzania? Mbona mikoa mingine wakilalamika baada ya siku 2-3 tayari wanasaidiwa? Sisi kwa nini hatusaidiwi? Kwa kweli tumeumia sana. Yaani kutokana na mazingira hao wananchi wasije haya mazingira sije yakawazuru maji. Maji yamekuwa ni tatizo. Maji yamerudi mazingira yalipokuwepo. Wewe utasema serikali sio. Serikali inafanyaje? Serikali inaongea na Mungu. Mungu akiamua kufanya jambo lake anafanya tu. Kwamba nyewe tokeni hapa, yani hapa iko kwa sehemu ya maji. Ndio hicho tu bro. Yaani serikali wasaidie tu labda wewe kutoa mahamisho basi kuhama tu. Yaani kuhama mazingira jinsi yalivyo. Waache yalivyo, kwa sababu hapa ni bwana Katubuka kacharuka, yule nyoka mkubwa wanamjua, washaye kumuona. Kuna bonge la nyoka hapa linaitwa bwana Katubuka. Limecharuka baada ya kuona tayari. Sasa nyie mnaingia katika anga zangu. Kwa nini muingie katika anga zangu? Mkimbie tu. Inabidi wamwache na mazingira yake. Alitulia kwa muda karibuni miaka 22. Matatizo ndio yanakuja yanatokea kama haya. Unafikiri inakuaje kama? Naitwa Hemedi Moshi, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Katubuka. Kwa kweli hali si nzuri sana kama ambavyo mnavyoiona hapa, hali ni mbaya, wananchi wanakimbia nyumba kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha za masika. Lakini pia bwawa limejaa zaidi, maji yamekwenda nje kabisa mpaka kwenye makazi ya watu. Na hali hii kwa kweli inasikitisha sana. Na muda huu leo familia zaidi ya 50 huenda zikalala shuleni, kitu ambacho kinaleta hatari sana. Kwa sababu pale shuleni pia miundombinu sio mizuri sana. Vyoo labda ni vichache, lakini pia sio sehemu ya makazi rasmi ya watu. Na kwa kadiri hali inavyoendelea kuwepo, kwa maana mvua zinazidi kunyesha, maana yake uwezekano kesho hali kaongezeka. Familia zingine zikaongezeka zaidi wakakimbia makazi. Kwa kweli tunashauri serikali tupatikane mpango wa dharura wa haraka iwezekanavyo, kwa sababu wananchi wanazidi kuumia kukimbia makazi yao. Kwa majina naitwa Shedra Kiburushi, mwenyekiti wa mtaa wa Katubuka. Niko hapa kwenye tukio la
wahanga wa maji la bwawa la Katubuka. Wananchi wameathirika, nyumba zimezama kama mnavyoona. Watu wako wanahangaika kuhamisha vyombo vyao, hawana makazi maalumu ya kusema kwamba wanaenda wapi. Kwa hiyo tunaomba serikali itufanyie haraka sana, angalau kwa mambo ya kidharura yaangalie Katubuka. Wananchi wanahangaika sana, hatuna jinsi ya kuwasaidia sisi kama wenye viti wa mtaa. Jina langu ni Mwanaisha Nyambita, ni mkazi wa eneo hili la Katubuka. Kama mnavyoona maafa aliyotupata hapa muda mchache uliopita, mvua kubwa ilinyesha, imesababisha maafa mengi makubwa. Kuna nyumba kubomoka, maji kuingia ndani, changamoto ya watu kukosa sehemu ya kujihifadhi ya Maweni. Kote njia zimefungwa, njia imefungwa huku na huku. Kwa hiyo ni kitokea dharura kwamba kuna mtu labda ni mjamzito anahitaji kupata huduma ya haraka, kuna mzee, watoto kama hivyo, kwa kweli hakuna huduma aina yoyote itakayopatikana. Tunakuomba sana kama wanaohusika na hili jambo, watuonee huruma sana sisi wakina mama jamani, tunateseka.